Baada ya miezi 9 ukishajifungua, nitakuja kumchukua mtoto na nitakupa milioni 20. Nimekutumia milioni 5 kwenye simu yako. Hakikisha huyo mama yake hatoki hai. Na hii siri ukija kumwambia mtu yoyote, nitakumaliza. Episodi ya 3. Nilishtuka sana kumuona Mr. Brown. Naye pia alishtuka kuniona. Haraka alimwambia mtu aliyenileta anionyeshe chumba changu. Akasema ana mambo ya haraka ya kushughulikia, kisha akaondoka. Niliongozwa hadi kwenye chumba cha Samuel na Bwana George, meneja wa nyumba. Habari young master, alisema. Huyu ni Bi Sabrina, ni mshauri wako mpya. Samuel alinitazama kwa dharau. Ni nani huyo mjinga mwenye sura mbaya uliyemleta tena? Bwana George, unajua wakati mwingine unakuwa mpumbavu sana. Toka chumbani kwangu, alipiga kelele. Nilishtuka sana. Hivi ndivyo mwanangu alivyo mkorofi hivi? Nilijiambia moyoni, lazima nimrekebishe huyu mtoto. Bwana George alikuwa anatetemeka. Tafadhali Bi Sabrina, twende nje. Tusimkosee young master. Sitaki kupoteza kazi yangu. Nilichukizwa sana. Nikamsogelea Samuel, nikamfuta sikio. Hivi sio namna ya kuzungumza na watu wakubwa kuliko wewe, nilimwambia kwa ukali. Alikasirika sana. Nitamwambia baba anifukuze kazi, alisema. Jioni ile nilikuwa nyuma ya nyumba. Mr. Brown alikuja kunifuata. Mr. Brown, nilimuita. Nani aliyekutuma hapa? Aliuliza kwa uzito. Sikusema neno. Na kuuliza swali, nani aliyekutuma? Alirudia. Hakuna aliyenituma. Nilipatikana kupitia wakala wa kazi. Siku 2 zilizopita nilipewa kazi na familia ya Smith. Sikujua utakuwa hapa, wala sikujua ni familia ya mke wako, nilisema kwa heshima. Tulikukuta Dar es Salaam. Umefikaje hadi nchi hii? Sikutaka kuendelea kuishi Dar es Salaam. Nilisafiri ili nisahau maisha yangu ya zamani. Kwa hiyo umekuja hapa kumtafuta mtoto wako? Aliuliza kwa uso mkali. Hapana, nilikuja kukimbia wewe na wote waliokuwa kwenye maisha yangu ya zamani. Singewezaje kukutafuta wakati sikujua hata wewe ni nani? Kama yote haya ni bahati tu na unataka kukaa mbali nasi, basi ondoka kesho, alisema. Hapana, nilijibu. Umesema nini? Siondoki. Kukutana na mwanangu hapa ni majaliwa. Kwa hiyo nitabaki. Usinianzishe mambo ya majaliwa, Sabrina. Kumbuka tulikuwa na makubaliano. Ulichukua pesa. Mtoto gani unayezungumzia? Aliuliza kwa hasira. Niko tayari kukulipa pesa zote, lakini siondoki. Mtoto wangu ananihitaji. Hakuhitaji, alisema haraka. Hakuhitaji? Kama asingenihitaji, asingekuwa kijana wa miaka 15 mwenye mdomo mchafu na tabia mbaya. Niko hapa kuhakikisha haendi kuharibu maisha yake. Ulishindwa kumlea, sasa ni zamu yangu, nilimwambia. Hilo halitotokea. Kama kweli unamjali mtoto wako, ondoka sasa hivi. Mimi nimeajiriwa na familia ya mke wako, si wewe. Kama unataka kunifukuza, mwambie baba mkwe wako. Au unataka niwaambie kama Samuel si mtoto wa Big Mama? Mbona hujibu? Unaogopa ajue ukweli wa jinsi Samuel alivyopatikana? Nilimuuliza. Big Mama alikuwa mtoto wa pekee wa wazazi wake. Kwa hiyo Samuel ndiye mrithi wa familia ya Smith. Hivyo Mr. Brown lazima afiche siri. Hakuna anayepaswa kujua kuwa Samuel hakuzaliwa na Big Mama. Unanitishia? Aliuliza huku akinibana shingoni, kana kwamba anataka kuninyonga. Sitaki uharibu maisha ya mwanangu. Akiendelea na tabia hizi mbaya, siku moja ataingia kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya uzembe wako. Akiwa mtoto mbaya, pesa zako zote zitakusaidia nini, Mr. Brown? Aliniachia. Sawa, una mwezi mmoja umrekebishe, halafu uondoke nyumbani kwangu, alisema na kuondoka. Baada ya muda, mwanamke mmoja alinifuata. Afadhali ujue sababu ya wewe kuwa hapa, alisema kwa ukali. Umeingia tu, tayari unajifanya kama wewe ndiye mama yake Samuel. Unathubutu vipi kumgusa? Wewe mjinga, alisema huku akiinua mkono kunipiga. Nilishika mkono wake kabla hajafanya chochote. Akakimbia kwa Mr. Brown na kwenda kusema kwa mimi ndiye nimempiga. Itaendelea. Naomba kujua kama mumeipenda simulizi hii niendelee nayo au hujaipenda niachane nayo.